dunia. Na watu wengi watahukumiwa kwa sababu moja tu, hawajamkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, lakini wanaingia kanisani. Ukisoma ile Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 18 anasema hivi. Ngoja tusome hapo. Yohana Mtakatifu sura ile ya 3 mstari wa 18. Sikiliza kwa makini. Watu wengi leo, Bwana sema amehukumu ulimwengu kwa dhambi kuu moja. Hiyo dhambi ni hii. Nikusomee sasa 3:18. Biblia inasema 3:18. Anasema amwaminie yeye hahukumiwi, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina pekee la mwana pekee wa Mungu. Kwa dunia itahukumiwa kwa sababu ya dhambi moja tu. Watu leo wanaingia makanisani, makanisa makubwa yenye vioo, makanisa makubwa sana, watu wanajaa, wanasema tunaenda kanisani ili tuzikwe vizuri, ili tubatizwe, ili nifunge ndoa vizuri, ili nizikwe vizuri. Lakini huyo anayesema azikwe vizuri, abatizwe, apate kipokomonio, sijui kipaimara, lakini akishatoka kanisani yuko kwenye pombe, akitoka kanisani yuko kwa waganga wa kienyeji, akitoka kanisani huyo mtu ana michepuko, akitoka kanisani anamdanganya mume wake kwamba amesafiri, kumbe yuko guest. Lakini hilo kanisa linajaa watu wanaingia na wanasali, lakini hawana imani ya Kristo. Yani ndani yao hawajamwamini Mungu, wanaingia kutimiza wajibu, wanaogopa tu, wanafuata sheria na mapokeo ya wanadamu, lakini wao wenyewe ndani ya mioyo yao hawana Yesu, wala hawana ile imani ya Yesu, bali wanaingia kanisani, lakini imani yao na nafsi zao zipo kwa waganga, zimefungiwa. Haleluya. Na ndio maana makanisa fulani hawaombei. Wanasema sisi huwa tunakunywa maji ya baraka, wanasema sisi huwa tuombei. Walokole ndio wanaombea. Kwa hiyo wewe ukienda kwenye ile kanisa, wewe unafanya makazi zote, mara unatoa zaka, mara unatoa sadaka, vyote wanakula, lakini ukipata matatizo umuone yule mchungaji kuja kwako, wala kukutia moyo, wala kukuombea, kwa sababu ni mchungaji wa mshahara. Mchungaji wa mshahara. Yohana 10 ule mstari wa 8 anasema mchungaji wa mshahara, mchungaji anasema mchungaji wa mshahara wala si mchungaji, maana kondoo sio mali yake. Unaona mbwa mwitu anaenda kuangamiza kondoo, anakimbia. Wala ukipata msiba haji. Je, nabii alishakuja kwako? Wala yule sijui nani wanamuita kule Dar es Salaam, waliokuja kunywa mafuta na maji, je, wamekufa? Ameenda kwenye misiba yao? Maana hawatambui, maana ni mchungaji wa mshahara, mchungaji wa biashara, walihusiana mafuta imeisha. Haleluya. Lakini mchungaji aliyeitwa kwa ajili ya Mungu lazima kila siku kupigie simu, mama Maria unaendeleaje? Unaumwa? Unaumwa mwanangu, shetani ashindwe. Lazima kemee upone. Haleluya. Lazima kutembelee kila siku, lazima kuombee, lazima kutie moyo, lazima kuongoze njia. Lakini anayekupa maji wala mafuta hakuambii njia ya kwenda mbinguni, huyo ni nabii wa uongo. Haleluya. Huyo ni nabii wa uongo. Maana Yesu aliwaita senashara wao wanafunzi. Ukisoma ile sura ya Mathayo sura ya 10 yote, anasema akawaita senashara, akawaambia nendeni mkahubiri maeneo mbalimbali. Mnapoenda kuhubiri, muambie watu waokoke, waache dhambi, maana wasipoacha dhambi naja upesi kumlipa kila mtu sawa sana matendo yake. Lazima nitawahukumu wenye dhambi, nitawahukumu wenye wanatenda mema, wataingia mbinguni. Yesu ndio aagiza, ndio niagiza mimi kwamba nikwambie mimi ni mtumwa, nimekuja kwako, nimetumwa kwako nikwambie uache dhambi ili ukamwone Bwana, wala sijaagiza nichukue pesa yoyote kutoka kwako. Anasema katika kuenenda kwenu msichukue fedha wala dhahabu mishipini mwenu, maana mtendakazi asaidi posho yake. Lakini leo watu wamegeuza maandiko, wanawapa watu maji na mafuta. Leo watu hawahubiri kweli.
Na ndio maana sema Roho anena wasiwasi. Siku za mwisho wataibuka manabii wa uongo, nao watadanganya wengi, na wengi watajitenga na imani wakifuata mafundisho ya mashetani. Na ndio maana kwenye mitaa yenu ukitoka unakuta watu wanaongelea elimu za mashetani. Yaani mimi nina mganga wangu bwana. Hata kama mume wako anakusumbua ni kitu kidogo tu. Yaani ni kitu kidogo sana wewe. Yaani mwanaume kwa chini pesa na kusumbua, anakusaliti, kitu kidogo. Kwa sababu